kuwa msengenyaji. Haukuumbwa wewe ili uwe shoga, haukuumbwa hivyo. Uliumbwa wewe ili uweze kumtumikia huyu Yesu. Uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Lakini shetani kwa sababu anajua hiyo siri, anajua hiyo siri, amekufunga, amekupa kazi nyingine. Na ndio maana unakuta 90% ya vijana ambao hawana Mungu, wao wanataka kuwa wanawake. Ni kitu cha ajabu sana. Yaani kitu cha ajabu sana. Unajua kwa tunasoma kwenye Biblia kwamba Sodoma na Gomora walifanya dhambi, walipitiliza sana mpaka Mungu akawahukumu. Lakini ya miaka hii ni zaidi ya Gomora na Sodoma. Yaani ni zaidi. Kwa sababu imefika wakati mpaka wanaume wanabadilisha jinsia. Yaani yeye hataki tu kuwa shoga, yani anataka vyote awe mwanamke. Wanabadilisha jinsia, wanaweka jinsia ya kike. Ya kiume ya kike, wewe anabadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ndugu zetu hawakufanya hivyo, lakini sisi tumepitiliza. Nisikilize ndugu yangu. Hiyo sio hali yako. Nasema hivi, hiyo sio hali yako. Huyo Mungu alikuumba kwa mfano wake ili uweze kumtumikia yeye. Dhambi tu ndio iliyofanya wewe hivyo. Lakini ashukuriwe Mungu wa mbinguni, hakukaa kimya. Ndio maana alimtoa mwanawe pekee, akafa pale msalabani, akadharauliwa, akavuliwa nguo, akawa uchi kwa ajili yako ndio ivumwe. Akatemewa mate, akaziakiwa kwa kila namna, akaziakiwa ili lengo na kusudi mimi na wewe tuweze kuwa huru. Maana vitu vyote unavyoviona hivi ni vya muda tu. Sio nikasema kwamba mimi kwenye familia yetu mimi ni kama wanane. Almost kama watano hivi washatangulia mbele ya haki. Washatangulia. Siku moja mama kananiambia kwamba sasa itakuwaje na huko nako soma huko. Sijui anakufa sijui na nini. Ndugu zako walikuwa ni wengi mpaka anajisikia huzuni. Nikasema mama sikiliza. Mimi siwezi kufa. Hafi mtu hapa. Siwezi. Mpaka niweze kukamilisha kazi ya Mungu. Siku moja nikaa nahubiri maneno nyumbani kule, nikasimama hivi. Mchai mmoja ambaye alikuwa anafahamika sana, mimi nilikuwa namjua. Tukana kijana wangu mmoja akaniita. Akatuita pale njoni. Akasema kwamba unafanya nini? Mimi ndio nilikuwa nahubiri. Akasema kwamba tunahubiri. Nahubiri sawa. Siku ile fuata rafiki yangu akasema kwamba bwana mimi sijalala leo. Nini? Yaani leo siji nilikuwa nang'atwa na paka. Mimi sijasikia hata sisimizi na ning'ata. Huja nisikia, nasema kwamba hata sisimizi sikusikia. Kwa hiyo huyu Yesu naye mhubiri huyu hapa, sio story tu, ni kwamba anaishi. Leo hii hapo ukiamua kwamba nimetoka kuishi maisha ya dhambi, atakuokoa. Nasema hivi, ukiamua leo hii hapa kwamba maisha ya dhambi ni basi, maisha kunywa gongo ni basi, maisha ya bangi ni basi, maisha ya kutegemea moshi ni basi, na mtaka Yesu atakaa ndani yako, atakubadilisha, utakuwa huru kweli kweli. Hautakuwa tena mtumwa wa dhambi, hautakuwa tena mtumwa wa gongo, hautakuwa mtumwa tena wa uzinzi, hautakuwa mtumwa tena wa ushirikina. Maana huyu Yesu anabadilisha, maana huyu Yesu anatoa mizigo, maana huyu Yesu anageuza unakuwa ni mtu mwingine. Sikutaka kuwa hivi, huyu Yesu alinibadilisha.